Sauti chini ya Ziwa Rukwa. Sumbawanga ina baridi yake ya ajabu. Usiku wake haukaribishi, ukungu hushuka ghafla na upepo wake hubeba sauti zisizo na chanzo. Wakongwe wa eneo la Mwimbi karibu na Ziwa Rukwa walikuwa na onyo moja tu: ukisikia mtu anakuita karibu na ziwa usiku, usigeuke. Lakini Daniel, mwalimu mpya aliyepangiwa shule ya sekondari ya kata hiyo, hakuwahi kuamini maneno ya wazee. Alifika Sumbawanga mwezi wa Juni. Baridi kali. Nyumba aliyopangiwa ilikuwa ya zamani. Kuta zake zimejaa mipasuko kama zilikuwa zinajaribu kusema kitu. Usiku wa kwanza alisikia maji yakicheza, kana kwamba mtu anaogelea nje, ilhali ziwa lilikuwa umbali wa zaidi ya mita 500. Alipuuzia. Siku ya tatu wanafunzi wake wakamwambia jambo la kushangaza: "Mwalimu, usikae nje baada ya saa 3 usiku. Kuna kitu kinatembea kutoka ziwani." Daniel alicheka sana, lakini macho ya watoto hayakuwa ya ucheshi. Saa 8 usiku Daniel alikuwa akisoma. Ghafla akasikia sauti ya mwanamke ya huzuni ikimwita kwa upole: "Daniel, nisaidie." Sauti ilitoka chini ya ardhi, kana kwamba nyumba yake ilisimama juu ya kitu kilichokuwa hai. Alifungua mlango. Baridi kali ikampiga. Ukungu ulikuwa mzito kiasi kwamba hata miguu yake haikuonekana, na ndipo akaona nyayo za miguu ya mtu zikiwa zinaloa maji, zikianza mlangoni kwake na kuelekea ziwani. Alifunga mlango kwa haraka. Usiku huo hakulala. Usiku uliofuata sauti ikarudi. Safari hii haikuwa ya mwanamke mmoja, zilikuwa sauti nyingi, kama watu waliokuwa wakililia. Usiku uliofuata sauti ikarudi. Safari hii haikuwa sauti ya mwanamke mmoja, zilikuwa sauti nyingi, kana kwamba watu waliokuwa wakilia chini ya maji. Kuta za nyumba zikaanza kutoa matone ya maji. Sakafu ikawa baridi kupita kawaida. Kioo kikaanza kuonesha kitu kisicho chake. Sura ya Daniel ikionekana, lakini macho yake yalikuwa mashimo meusi. Ndipo akaona kitu chini ya kitanda chake. Mkono wa binadamu umejaa udongo mweusi na majani ya ziwani, ukijivuta taratibu kama kitu kinachojifunza kutembea tena. Daniel alipiga kelele, lakini hakuna sauti iliyotoka. Asubuhi Daniel akaenda kwa mzee mmoja, Mzee Kapinga, aliyeishi karibu na ziwa. Mzee huyo alimtazama kwa muda mrefu, kisha akasema kwa sauti ya hofu: "Ziwa Rukwa aliwachukui watu, linawarudisha." Alimweleza ukweli. Miaka mingi iliyopita kijiji kizima kilizamishwa kwenye maji baada ya ibada ya kishirikina kuharibika. Watu walizama, lakini roho zao hazikuondoka. Kila baada ya miaka michache walihitaji mtu wa kuchukua nafasi, na Daniel alikuwa amehamia juu ya njia yao. Saa 6 usiku umeme ukakatika kijiji kizima. Daniel alisikia hatua nyingi nje. Mlango ukagongwa kwa nguvu. Dirisha likafunguka lenyewe. Maji yakaanza kuingia ndani ya nyumba, kana kwamba ziwa lilikuwa limefika kumchukua. Kwenye maji akaona nyuso: wanaume, wanawake, watoto, macho yao wazi, midomo ikicheka bila furaha. Sauti zote zikaanza kusema kwa pamoja: "Rudi nasi, rudi nasi, rudi nasi." Mwili wake ukaanza kupoa. Miguu ikakataa kusogea. Kivuli chake kikajitenganisha na mwili wake, na kukaanza kutembea kuelekea ziwani. Daniel alipoteza fahamu. Asubuhi yake wanakijiji walikuta nyumba ile ikiwa imejaa maji, lakini Ziwa Rukwa lilikuwa mbali bado. Daniel hakuwahi kuonekana tena, lakini walimu waliokuja baada yake walikuwa wakisema kitu kimoja: kila usiku wa baridi kali, baridi karibu na ziwa, kuna mwanaume amesimama, amevaa koti la mwalimu, akitazama maji, na ukimkaribia anakunong'oneza: "Usikae hapa muda mrefu, wanakuja."